Amefunulia nani? Ahija the prophet. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na macho ya mwili, lakini macho ya ndani ilikuwa, macho ya mwili ilikuwa inaona. Bwana Yesu asifiwe. Siombe Mungu siku ya leo akufungue macho ya mwili na macho ya kiroho ili uone na ujue kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kile kesho yako imefanya nini? Imebeba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesikia kilio chako. Exodus 3:7. Bwana Yesu asifiwe. Exodus 3:7. Inasemaje? Wacha nikusomee. Bwana Yesu apewe sifa. Exodus 3:7. Nataka tukaweze kusikia hili neno kwa sababu kuna mtu litasaidia. Kwa sababu kilio chako ambayo umelia, Mungu amefanya nini? Mungu ameisikia kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia, hakika nimeona mateso ya watu wangu katika Misri. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anaongea na Musa. Wakati Mungu alitokelezea nani? Alitokelezea Musa. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile mlima Musa alienda. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu. Tuko pamoja? Ikawa namna gani? Nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, nami naguswa na mateso yao. Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mkono wa Misri, niwatoe na kuwapadisha kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akatuma Musa, lakini Musa wa leo ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nimetumwa na Mungu kwako nikuambie ya kwamba Mungu amesikia kilio chako. Mungu amesikia mateso yako. Mungu anajua yale unapitia. Ananituma kwako siku ya leo nikutoe katika sheria ya familia. Najua kuna mipaka ya familia ambayo watu wanaambiwa hautaenda. Kuna watu wanafika mahali unaulizwa na shetani katika rohoni, nani kwenu amewahi kufika hapo unataka kwenda? Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni gharama gani utalipa, lakini Kanaani ni lazima miguu yako ikanyange. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Kanaani nogi nyokinye. Haijalishi gharama ile utalipa, haijalishi utatumia muda gani. Bwana asifiwe. Lakini tunajua ni kucheleweshwa. Umecheleweshwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Israeli walikuwa watumia miaka ngapi? Siku ngapi? Kutoka Misri kwenda Kanaani. Walikuwa watumia siku ngapi? Kutoka Misri kwenda Kanaani. Walikuwa watumie siku 11. Lakini walitumia muda gani? 40 years kabla wafike. Na hawakufika wengi. Walifika wangapi? Wale ambao wamefikisha miaka 20. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote hawa wote walikuwa hapa. Shida gani iliwapata? Walifika Pesowali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kamuto kanaitwa Pesowali. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika Pesowali unaonanga baraka ziko pale, lakini hutafika pale. Lakini nakuombea Mungu leo, kama umefika Pesowali unaona unataka kurudi nyuma kwa sababu ya challenges, Mungu akuondolee. Amen. Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ndio wito wa gospel. Watu wa Mungu ni kuzuiliwa, wamezuiliwa. Hakika kuna mahali umefinyiliwa kwa kona. Kuna mahali umefinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na si mapenzi ya Mungu. Imagine unafaa kuwa unakaa kwako. Unafaa kuwa kwako. Unafaa kuwa kwako. Lakini uko labda mwaka wa 25 na shetani anasema utafika baada ya miaka 40. Bwana Yesu asifiwe. Safari hiyo ndio ikinyamudhia. Nasema hiyo safari ifike mwisho. Nasema hiyo safari ifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ako na njia. Gaidi tena kile. Mungu ako na njia za kuleta baraka kwako. Hawezi kuonyeshwa njia. Uko na kila mashina katika rohoni. Bwana asifiwe. Akatuma Musa. Akamwambia nenda ukawaambie
kilio chao nimefanya nini? Nimesikia na nataka ifike mwisho. Na ujue hata kama imefika mwisho utalipa gharama. Utalipa nini? Gharama ni lazima utalipa. Tulisema nenda katika Biblia. Tazama wale watu wote ambao walitumiwa na Mungu. Wale tunasikia walitumika katika maandiko. Walilipa nini? Gharama. Walilipa gharama. Amen. Gharama ile walilipa ni gani? Kupigwa, kulala kwa baridi, kuingia kwa mashimo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa njaa. Sivyo maandiko inasema? Paka wanaingia prison kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuambia siku ya leo, lipa gharama. Hakuna shortcut katika hii maisha. Hakuna mahali kuna nini shortcut. Sisi ni vile hatuna hekima. Mtu ambaye anataka kuwa mkubwa katika ulimwengu wa kiroho kwa wachawi ni yule ambaye atalipa gharama zaidi. Wengi wanatoa mpaka watoto. Wengi wanalala kwa makaburi. Wengi wanaenda safari miguu siku kama 20 wakitafuta mganga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ikifika ni kulipa gharama, tunataka kupe. Wengine sio shida uko nayo, ni Mungu amekubebeza mzigo wa kulipa gharama. Tuhamwe. Nika yule doli haki. Ni Mungu anataka ulipe gharama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umefika mahali unaanza kurudi nyuma. Unasema hapana, vita imekuwa mingi. Wakati vita imekuwa mingi, uko karibu kufika mahali Mungu anataka ufike. Lakini nyanya na babu na watu wa familia wanakuzuilia. Nani anasikia amefika mwisho? Nani huwa anasikia mimi nimefika mwisho? Nataka Mungu afanye jambo fulani. Nataka Mungu afanye kitu. Unaona sasa wewe umefika mwisho? Imagine sasa ndio Mungu ako kazi. Sasa ndio uko karibu kufika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Tuko pamoja? Sasa Mungu akasema, nimesikia kilio. Nimesikia kilio chao. Tumefika wapi? Verse tuko 8. Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mikono ya Wamisri. Nimewatoa na kuwapandisha, niwatoe na kuwapandisha kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa, nchi itiririkayo maziwa na asali, nchi ya Wakanani. Sikia wale watu ambao unaenda kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wale watu unaenda kutoa mahali unaenda, ujue wako na kila machinery. Wako na wachawi, wako na uganga, wako na sana za vita, wako na kila kitu, lakini ni lazima uingie pale. Haijalishi kile wako nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwono reagire hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anasemaje? Kuna watu unaenda kutoa mahali wako. Kuna mtu anakalia shamba yako keleleshwa. Imagine. Useme kila mchawi aliyeniibia nyota alale kwa kaburi. Mungu ikarema maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wa Mungu ni kufinyiliwa na tuanafinyiliwa na kuzibwa. Itoka kina namna fulani wa Kenya, lakini kinatumia nyota ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni Agosto. Mungu atukumbuke. Nani alikuibia? Hebu uliza jirani, no hako folile. Nani alikupora? Uliza jirani yako, nani huyo alikupora? Maana kuna mtu alikupora. Lazima warudishe kile walikuibia. Hiyo shida unapitia, labda kuna mtu wako keleleshwa, anakula na anakunywa, na wewe hata renti hujalipa. Tumewaamrisha siku ya leo, mapepo yao na uchawi yao ikuachilie katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuwa mahali, lakini mtu ametumia uchawi na uganga kukunyamadhisha. Bwana asifiwe. Lazima tukatae. Nasema lazima tukatae kufinyiliwa. Tukatae kuzuiliwa. Sababu Mungu ameshuka ili afanye nini? Atuokoe. Lakini mbele yako kuna majitu wamesimama. Inasemaje? Tuko basi
Kwa hivyo nchi ya Wakanaani, unajua Wakanaani ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua Wahiti ni nani? Waamori unajua ni nani? Waperezi unajua ni nani? Wahivi na Wayebusi unajua ni nani hao? Hao ni mapepo wakubwa katika rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Wakikuja katika mwili ni watu ambaye wako na nguvu ya pesa na nguvu ya kiroho, na hao ndio unataka kupigana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea siku ya leo. Elija akaambiwa, Elija amuka ukule, kwa sababu vikireliai. Aliambiwaje? Amuka ukule, kwa sababu safari. Nataka niwaambie kuna mahali mnaenda. Wewe ambaye ulifika Pesowali na ukasimama hapo, sasa unaona hii ni mto lakini sitafuka. Anza safari. Na kuambia uanze safari, kwa sababu safari ni mrefu. Majini mtu akona miaka 25 na anasema nida akinyira hado kikuwa goro. Mimi nilikufa moyo sababu vile niliona maisha nimeona sasa siwezi kuwa. Miaka 20 na ngapi? Huyo ni mdhaifu. Huyo tunamwambia aamuke, aanze kupigana vita, sababu safari ni ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Safari lazima tupigane vita. Unyakue hawa Wahiti, Wayebusi na Waamoni ambaye wamesimama na mali yako. Imagine kuna mtu labda uko hapa na mali yako yote, iko na kazini yako tajiri, iko na mtu kwa familia, iko na mtu wa kijiji ambaye anakutawala na ni nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumewalaani wote kwa jina la Yesu. Tunasema wote walaaniwe. Waliotuimbia walaaniwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na bagapi naye? Sasa kilio cha Waisraeli, nami nimeona jinsi Wamisri wanavyo watesa. Basi sasa nenda, ninakutuma kwa Farao ili kuwatoa watu wangu Waisraeli kutoka Misri. Nimekuja na neno lako. Mungu anakuambia sasa ni wakati wa kwanza kuhama kutoka kwa madeni, kutoka kwa kuchekelewa, kutoka kwa kukosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ni wakati wa kuhama kutoka kwa madeni ambayo imekukalia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametumana. Tumelia muda mrefu. Can you imagine siku moja maandiko inasema Israeli wako na mashina zote. Wako mpaka na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na wameenda vitani. Bwana asifiwe. Lakini kipoko chao za kupiga maadui ilikuwa kijana wa miaka 17. Bwana asifiwe. Mungu akupe roho ya kushinda rohoni, ya kushinda vita katika rohoni. Nasema Mungu akupatie nguvu na spirit yako iwekwe nguvu na Mungu. Israeli walikuwa na mashina zote na wameenda kupigana na Goliath, lakini wanaona Goliath wanafanya nini? Wanatetemeka. Paka Mungu akatuma kijana ambaye anaitwa Daudi. Kana siku maandiko maraiga inasemaje maandiko? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizi vita tunapigana, 1 Samuel 17 inasemaje? Amen. Bwana asifiwe. Ni jambo gani ambalo limekuzuilia kupata baraka zako? Nusho kwa hii kelele. Nani huyu amekuzuilia watu wa Mungu? Siku unajua Bwana amesimama mbele yako. Bwana asifiwe. Kuna Goliath amefanya nini? Amesimama mbele yako. Atakaa mpaka lini? Unataka adui yako akupige mpaka lini? Si ukue Daudi wa kwenu. Si ukue Daudi katika familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Inasemaje? Wakati huo Yese akamwambia mwanae Daudi, chukua hii efa ya bisi na hii mikate 10 kwa ajili ya ndugu zako, uwapelekee upesi kabini mwao. Chukua pamoja na hizi jibini 10 kwa jemedari wa kikosi chao. Ujue hali ya ndugu zako na uniletee taarifa za uhakika kutoka kwao.
wao wako pamoja na Sauli na watu wote wa Israeli huko kwenye bonde la Era wakipigana na Wafilisti. Huyo ni nani amesema hivyo? Ni mzee Jesse. Ametuma nani? Daudi. Amemwambia ndiye akaangalia ndugu zake, maana wako vitani. Bwana asifiwe. Na akamtuma na akamwambia, na hakika uniletee habari kamili. Uniambie wako namna gani na wanafanya nini. Bwana asifiwe. Si hata wewe useme kuanzia leo ndugu zako ambao wamezuiliwa watoke kwa hiyo kambi. Bwana asifiwe. Imagine wana wa Yesiri wote, vijana 2 watatu na yule mdogo wao wako katika vita, lakini kuna kijamaa kinaitwa Goliath. Goliath alikuwa nani? Mtu wote ambaye atarudi nyuma, kile anazaa ni shida tupu anazaa. Tuko pamoja? Si mnakujua yule mama alikuwa anaitwa nani? Naomi. Alikuwa anaitwa Naomi. Nani alienda kwa Moabite? Mtu mzee, bwana yake akafanya nini? Akakufa. Watoto wake 2 wakafanya nini? Na walikuwa wameoa. Walikuwa wameoa nani? Ruth na nani? Wakati Naomi alichoka na kwa Moabite, alienda kwao. Si ama wasichana 2 walimfuata, lakini mmoja akachoka. Anaitwa nani? Olifa. Alipochoka alienda kuolewa. Alizaa nani? Ili rejection, vitu mingi shetani amekuwekea. Ukifungua biashara kanafanya nini? Kanaisha. Bwana asifiwe. Ukijaribu kufanya huyo ndiye Goliath ambaye anaamuka kila asubuhi anaanza kunena maneno. Bwana asifiwe. Basi Waisraeli walipokuwa wakisema, je, mnaona jinsi mtu huyu unavyoendelea kujitokeza ili kutukana Israeli? Mfalme atatoa utajiri mwingi kwa yule mtu atakaye muua. Pia atamuoza binti yake na atasamehe jamaa ya baba yake kulipa kodi katika Israeli. Imagine ile pepo ambaye imewakalia, mwenye ataimaliza, mwenye ataiua, nyumba ya baba yake haitalipa kodi. Matikali yake igoti. Number 2, atakuwa semeji ya nani? Atakuwa mudhoniwa wa mfalme. Ni maana nitoa horoga mtiranyita. Sikujaribu kurudi tu kwa kanisa. Bwana asifiwe. Yaani mfalme alikuwa amesema yeyote atakaye ua Goliath atakuwa semeji yake, ataoa mtoto wake. Yaani mfalme amejitokeza na amesema mwenye atakubali kujitokeza, yeye ako na mashina zote na ameshindwa, anapenda mpaka mtoto wake. Bwana asifiwe. Kwa mwenye ataua nani? Goliath. Si Mungu akupee ujasiri. Si Mungu akupee nguvu ya kupigana na Goliath katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akauliza watu waliokuwa wamesimama karibu naye, je, atafanyiwa nini mtu atakayemuua huyu Mfilisti na kuondoa aibu hii katika Israeli? Ni nani huyu Mfilisti asiyetahiriwa hata atukane majeshi ya Mungu aliye hai? Bwana Yesu asifiwe. Imagine Daudi anaangalia Goliath, Waisraeli wakitoroka, mfalme akitoroka, anaangalia Goliath, anauliza sasa nyinyi mnatoroshwa na nini? Ni nini hii ambayo mnatorokea? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo shida ambayo uko nayo sio ngumu kuondoka, ni vile hauna mbinu. Ni vile hautajua mbinu ya kufanya nini? Ya kuiondoa. Si Mungu akupee hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akupee hiyo nguvu ya kuondoa hao wachawi wanaopigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, inasemaje? Wakarudia yale yaliyokuwa yamesemwa na kumwambia kuwa hili ndilo atakaloondolewa, atakalotendewa mtu yule atakaye muua. Sikia, kila unafanya uendelee kufanya, hata kama familia itakuzuilia,
hata kama majirani watakuzuilia usichoke. 27 inasemaje? 28. Eliabu nduguye mkubwa Daudi alipomsikia akizungumza na watu, hasira ikawaka juu yake, akamuuliza, kwa nini umeteremka kuja hapa? Nao wale kondoo wachache kule nyikani umewaacha na nani? Ninajua jinsi ulivyo na kiburi na jinsi moyo wako ulivyo muovu. Umekuja hapa kutazama vita tu. Unasikia vile Daudi anaambiwa na ndugu yake? Ninajua ile pride uko nayo. Hata kile kimekuleta hapa ni muhahe. Ujionee tu, ni pride. Nikata utole mushe. Zilivyo namwambia, kile kimekuleta hapa ni pride. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha nikwambie, huyo Goliath wa familia yenu ambaye anawazuilia, wewe ndio utatumika kumweka chini. Saa hii waweza kuwa unakaa kama Jordan. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuwa unakaa kama Jordan. Siku ile Naamani alitumwa na akaenda Jordan, na akatumwa aende Samaria, akakutana na nabii, hawakuonana. Sivyo maandiko inasema? Lakini Gehazi alipotumwa aliambiwa aje, nenda umwambie kaoga wapi? Jordan. Alisemaje? Mbona huyu mtu ananifanya madharau hivi? Kwani hajui mimi ni nani? Hajui mimi ni komanda? Hajui mimi ni mkuu wa majeshi? Mimi niende nikaoge Jordan. Kuna watu wanakuona wewe ni kama Jordan, maana ilikuwa chafu. Jordan ilikuwa chafu, lakini uponyaji wa Naamani ulikuwa kwa Jordan. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakudharau, lakini uponyaji wao uko katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kukudharau na waone wewe hakuna vile uko. Wewe waweza kuwa kama Jordan, umebeba uponyaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa uwezo wa kunena na kinywa na kulaani maneno yote wanayosema juu yako. Mungu awazime ulimi. Gayamani itaroreme. Mungu wetu akuzimie hao wachawi wa kwenu wanayokuzuilia ufuke. Kuna mtu anataka kufuka aende mbele, aende huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Aende ile ng'ambo nyingine kama Musa, akutane na Mungu, lakini soso, jirani, pepo zimesimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hapa ni amesimama, anakuuliza unaenda wapi? Maitoko ni adira hadu. Songo ni adiyete hadu. Anasimama anakuuliza, kama wanaenda godhieko, mwambie nitalipa gharama yoyote. Haijalishi itatumia miaka ngapi, lakini nitanunua gari, lakini nitajenga nyumba, nitaenda mpaka ng'ambo kwa sababu Mungu ako uhai. Kataa kuzuiliwa. Nakwambia ukatae kuzuiliwa. Usikubali roho yako izuiliwe na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali nini? Kuzuiliwa na mtu. Amen. Mwathani agoso. Jordan tinda kamuno no inohonio. Tinda korie giendekana. Tinda korie hana no inohonio. Kama kawe inohonio. Wewe ndiye dawa katika familia yenu. Hata kama watakuzuilia, kana ninayokukinya, umepewa uwezo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matwara helicopter. Wewe ndiye maguru. Bwana Yesu asifiwe. Na uko katika presence ya Mungu. Tuwatabirie leo. Aona helicopter shiao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye anafaa kuwa wewe umemwajiri, yeye amekuajiri. Sema washindwe. Shindwe. Waachilie mali. Waachilie. Waachilie destiny. Waachilie. Waachilie destiny. Hata waachilie. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Wakati wakuu wakitembea kwa miguu kama watumwa. Ateneyonete odo morugo kothi. Gopwege bina V8. Na kione toka gege bie maguru. Eo komero otoma. Wakuachilie leo. Kwa jina la Yesu. Hata kama ni mtu wa familia, alienda akakuzima na akachukua nyota yako. Haijalishi. Hakuna nguvu
kiasi gani, lakini lipa gharama upate nyota yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata shetani akijaribu kukuzuilia, ndogetekere. Ndogetekere kwa hiyo. Amen. Ndogetekere kwa hiyo. Amen. Wamekuzima kwa muda. Yes. Leo kataa kuzuiliwa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi hakushangaa ati kwa sababu ya nani? Ya Goliathi. Hapana. Ni wewe tigagira Kenya muoguo. Si unaona mpaka kwa shamba kuna kikitu kinawekwa manguo na kinakaa hapo kikipigwa na upepo. Wakati ndege zinaona hiyo kitu, inafanya nini? Inatoroka. Hivyo ndivyo Goliathi wanakuanga. Ni kuuza uoga na mdomo. Shidwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kuuza uoga na mdomo. Wanakuuzia uoga na madeni. Hiyo sio kitu. Hata kama uko na deni leo, tumeifuta kwa jina la Yesu. Nasema hata kama kuna madeni, tumeifuta kwa roho. Jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachawi ndio hawananga nguvu. Yes. Hawana. Ni wewe unawaogopa. Hata ukisikia mchawi ametajwa mahali, ati hata unatetemeka. Imagine hata mtu akikuja hapa, imagine hata mmoja wetu akitoka hapa, aende ajipake vitu hapa, na akuje na hizo mambo za wanafanya kama wachawi, na akuje na bimbo amefunga na kamuti hivi, na kakitambaa ya redi. Okay, ingira ugithie. Hata mchungaji unasemaje? Ndogiambia kushoboka mwe. Ndio hiyo. Ate tutume chairman hapa na tumwambie chairman, nenda ufanya hivi na hivi. Chairman okay, oiye shokero gwo hoiga. Rudia vile umesema. Ategona mpaka mchungaji akisema dikuge tiondo, utabaki peke yako. Nitabaki hapa peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Egwo hagio. Yes. Hivyo ndivyo mnaogofio. Yes. Ati unapepeshwa kadeni. Sasa deni unaona kama ni mzigo mkubwa sana. Ni kazi gani baba yetu hawezi kufanya? Anaweza kukutoa kwa madeni. Naweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema hizo vitu ambaye mnaona zinafungiliwa kwa shamba za kuzuilia ndege ndio Goliathi. Yaani kazi yake tu ni kustua. Kustua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema kustua. Kwa nini ulistuliwa na ukastuka? Hapana. Kwanza leo usistuke. Amen. Hata kama uko na deni. Kama ndio unaambiwa itaisha. Waambie ni yako itaisha. Amen. Ndio shetani anakuonea kwa ubali. Yangu haitaisha. Yangu ndio itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye alisema hutaweka ndoa. Mwenye aliharibu ndoa yako. Tumemfuta kazi. Kwa jina la Yesu. Na tuamefuta. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuana holio, lakini usikubali kuzimwa. Amen. Hata kama ni nini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati milima inakujaga mbele yako sana. Ndio. Kuna wakati mlima umekuja, ulikuwa kwa dada yetu hapa. Margaret. Kamwambia hiyo mlima sio kitu. Hata kama inakuja ikiwaka moto, tutaiweka refu. Tuliweka ama hatukuiweka? Tuliweka. Kwa sababu tuko na Mungu. Amina. Hata wewe ambaye kuna mlima mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo mlima itaenda chini. Kwa jina la Yesu. Tunasema itaenda chini. Kwa jina la Yesu. Maandiko inatuambiaje? Ndio. Ukiwa na imani, utahamisha milima. Amen. Si milima yaanza kuhama. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si hiyo milima yaanza kufanya nini? Kuhama. Yaanza kuhama. Hamisha hiyo milima. Mehama. Hata kama ni madeni. Kwa jina la Yesu. Hamisha nini? Milima. Hamisha milima. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tumefika wapi? Ile ya Daudi. Ilikuwa 1 Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kunyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana ya Yesu. Amen. Verse 28 inasemaje? Eliabu ndugu ya mkubwa Daudi aliposikia akizungumza na watu, hasira ikafanya nini? Ikawaka. 29 Daudi akasema, sasa nimefanya nini? Nikiideka itokuria doria. Marari hatia. Igwema. Ndugu zake wanatoroka na kene hili opportunity yoneka. Ukiwa na Mungu, wakati watu wanalia, sasa opportunity kwako imepatikana. Amen. Daudi anauliza, murare hatia. Murare hatia kuraga kamundu karia. Kana itagoliathu. Mpaka wanamuuliza ate kamundu. Hiki kimutu unakiita kamutu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwelirageria. Hebu sikia imani ni kusema nini? Unaona?
Si unatamani? Yes. Mungu akupatie gari. Ndio. Mungu akupatie nyumba. Ndio. Mungu akupatie ploti. Ndio. Siku moja toka hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja toka wapi? Hapa. Toka hapa. Nenda mahali unataka kununua kiwanja. Amen. Nenda ukanyage na useme maandiko inasema. Hali ho na mugeka katia. Takanyanga na miguu yangu. Kila mahali ambapo utafanya nini? Takanyanga. Utafanya nini? Utapokea. Yes. Ulimeka huko. Kitambo niweke huko. Ilifanya ama bado? Ilifanya. Ilifanya. Kama ilifanya. Yes. Sasa nenda kirereshwa. Amina. Nikato test ile upio ni test. Microphone test. Yes. Nikato menya jira yake ya karatia. Ili ujue vile Mungu anafanya kazi. Oh, yes. Nenda hapo. Niliwaambia example moja. Mzee mmoja alipeana story moja kwa radio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa ameenda Kampala. Akaona mtu ambaye ako na gari kubwa sana. Akamwambia habari yako. Si unisaidie dakika moja niingie kwa hii gari niombe Mungu gari kama hii. Akamwambia ingia kwa gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akajiwekelea mkono. Akasema Mungu nimeomba. Wewe ambaye umebariki huyu na hii gari. Hiyo mafuta umempatia nami nimeipokea. Nasikia nikampara. Huyo mzee anakuja alikuwa anapiga kwa Soro FM. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Baada ya miezi 6 alipotoka Kampala kuja Kenya. Mtu alimkuta kwake. Akamwambia unajua kuna wakati nilikuja ukanipatia mashauri mazuri. Nilikuwa nimefika mwisho na nikabarikiwa. Nimekuletea gari. Kama ile exactly. Aliomba akiwa Kampala. Ndio ujue nguvu za imani. Amen. Wewe ndio toi. Thogora wa andu wa Ngai. Kana currency ya andu wa Ngai ni witikio. Amen. Kuna mahali utafika na pesa. Ndio. Kuna mahali huwezi fika. Ati trilioni kama 8. Unaweza kosa kuwa nazo kwa bank lakini kwa ulimi uko nazo. Amen. Proverbs 18:21 inasemanga ulimi iko na nguvu ya kufanya nini? Ya kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuumba utajiri kupitia kwa ulimi. Niki utagegia. Hakuna kitu huwezi pata. Lakini watu wa Mungu ni kuzimwa tumezimwa. Yes. Si utabiria maisha yako. Amen. Si utabiria akaunti yako. Hiyo ambaye haina kitu uanze kuinenea hata kama haina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itapokea utajiri mwingi. Amina. Kuna siku moja utajiangalia. Uchekelee shida. Uthekelee dhina. Yes. Uthekelee dhina. Sikia haya maneno. Yes. Sikia haya maneno. Kuna siku moja utaamuka. Yes. Ujiangalie. Anganinie. Uhere nganowe. Unaona tofisha waku. Yes. Unaona wewe muthaka. Unaona vile uko. Yes. Wewe uone, ujiangalie uone. Hata unajiuliza kana na menyo haha. Hata unajiuliza hivyo, kwani hapa nilikuwa nimefinyika namna gani? Mungu akiapo. Gaya kwa ulete fira. Yaani hulete fira no. Gaya utwalete saluni yake. Mungu amekuingiza katika saloni yake. Amina. Amekupiga fira. Yes. Amekujaza. Yes. Kila mahali. Watu wakikuangalia unajiuliza maswali. Yes. Wewe wao unatuamenaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu tunaabudu Mungu. Amen. Ambaye ako na masikio. Amen. Na anasikia. Amen. Wazee ndiramu iro. Siku moja mtajiuliza maswali. Yes. No nitajahotire kugura gari. Ni mimi tu nilikuwa na kaka nyumba ka 10,000. Ka 5,000. Na mimi niko na masoneti leo. Yes. Aya buliha. Nasema hawa wazee. Hawa. Nasema wamama. Wanalika wote. Amina. Nasema hapa. Yes. Siku moja mtakumbuka hii neno. Oro haha tuli. Bas. Ihinda tarire. Noho tukarugama. Yes. Onelele. Tuge Ngai ni arathimaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sikia. Kuna wakati nitakuwa na hubiri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ile madhabahu nahubiria. Yes. Hii yote kanisa. Hii kiwanja yote. Yes. Ikuwe ni madhabahu tu. Amen. Hallelujah. Nakwambia hivyo.
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati nitakuwa na jaribu, sasa nikutabiri na tabiri. Amen. Kuna wakati nitajaribu kuwa naangalia wewe. Yes. Na sio kwani ni mkutano ama ni nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuirogo iko. Sikia haya maneno nakuambia. Yes. Najua kwenye naenda. Oh yes. Najua pale kuna Goliath. Yes. Na niko ready kuwa face. Amen. Yes. Si wana walikuwa hapa Wednesday? Mlijionea? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kama hukuvuta Elio, kulikuwa na agent. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya Rosu. Amen. Haijalishi yes. watakuja namna gani. Netwe kula turathi. Amen. Unaona hapo umesimama sasa? Yes. Unashindwa nina huku? Ndio. Ama ni pande hii? Ndio. Simama wima sasa. Amina. Apia Mungu kuanzia leo. Yes. Sitastuliwa na mtu. Amen. Yes. Daudi alora Goliath, amuria ni kigiki leo. Anauliza sasa hii ni nini? Sasa wewe unastuliwa hapa. Unaangalia gwetha ngiri 20. Elfu zate 40 50. Ufanye kazi, ufanye hivi. Inashindikana. Yes. Kulia masi fikiria mbele na ile. Mtuwashiruta. Kwa jina la Yesu. Tunasema tumezitoa. Kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu waishi maisha yao. Yes. Watu wa Mungu muishi maisha yenu. The name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The name of Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Si Mungu anaambia, anapatia Daudi ujasiri. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuendelee. Tulikuwa tumefika wapi? Tuko 30. Daudi akamgeukia mtu mwingine na kumuuliza jambo lile hilo. Nao watu wakamjibu vile vile kama mwanzo. Lile Daudi alilosema likasikwa na kuelezwa kwa Sauli, naye Sauli akatuma aitwe. Hata Sauli ameshindwa. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hata Sauli ameshindwa. Huyu kijana hii maneno anaongea. Unajua shida yetu ni kuongea mambo ya kushindwa. Ukiongea kila wakati kushindwa, yes, utashindwa. Yes. Maana ulimwengu wa kiroho unakubaliana na vile unasema. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Rohoni wanakubaliana na vile unafanya nini? Umesema. Sauli agitumanira Daudi. Kijana ni mdogo. Akona opportunity mzuri sana. Yes. Ya kuingia ikulu. Nyinyi mko na mafuta ya Mungu. Amen. Nyinyi mko na mafuta ya Mungu. Lakini kuanzia leo itafanya kazi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko wapi? 32. Daudi akamwambia Sauli, mtu yeyote asife moyo kwa habari ya huyu Mfilisti. Sikia. Anaambia nani? Sauli anaambiwa na nani? Na Daudi. Anaambiwa na Daudi. Yaani ameenda ikulu na anaambia president. Muthamaki. Mwana na wote kama kirondo haki. Imagine kabi kiume tena kwa Kenyatta. Muthamaki. Diga iko magero no leko. Imagine niko hapa. Niko hapa. Kena Kenyatta. Na kena Kabagi. Wanokirona gwake gona kenda kija none kirari yatagira atondoira kaundu mtu asifanye nini asiogope ndio ndo wana makimenyete ukale muguruki nikyo igwaga Riembo kile tunajua Riembo anasema tunajua pride yako umepika kujiangalilia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali huwa naombea naonaga vijana wa Masai wadogo sasa najilinganisha Daudi na ndugu zake pande hizi unajua pande hii kuna wanajeshi wanafanya nini? Training pande hii. Sinaonaga mpaka saa nyingine unakuta nini pale zile maganda za nini? Za risasi. Na vijana wa Masai wako pande gani? Ingine. Ati vita iko pande ile na wako na bunduki, kijume na goko ingine diaboli. Tiko kiitira ateneke muleka. Bwana asifiwe. Sababu akiogopi na wanajeshi wako na mpaka bunduki na wanaogopa. Hivyo ndivyo ilifanyika kwa nani? Kwa Daudi. Akaambia Sauli, mtu yeyote asifanye nini? Asikushtue. Kwani msishangae sasa. Hapana. Msishangae hata kidogo. Akamwambia mtu asiyote asife moyo kwa habari ya huyu mtumishi wako atakwenda kupigana. Tika iguko ma, acha ni kulala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Daudi anasema, ndio ndiye kurwa nao.
na Goliathi. Sikia 33. Sauli akamjibu Daudi, wewe hutaweza kwenda kupigana dhidi ya huyu Mfilisti. Wewe ni kijana tu, naye amekuwa mtu wa vita tangu ujana wake. Tulete urogini. Nyanya yake alikuwa mchawi, mama yake ni Olifa. Kwanza alikuwa mtu ambaye si mzuri, alienda alafu akarudi. Alikuwa ameolewa na mzee mwingine, tena akatoka akaenda akaolewa mahali pengine. Kwa hivyo alizaa nani? Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekomaa kwa uchawi. Yaani akiwa na uteo anaweza enda mpaka Tanzania, kutoka hapa mpaka Tanzania dakika ngapi? No. Nebo kwa ndo marara Tanzania mako karoshi. Yes. Unajua kuna watu wanaenda Tanzania usiku wanakuja masaa 3 wako kwa mikutano mpaka Nigeria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu katika ulimwengu wa kiroho, mtu anachomoka kwake, anakalia kale kauteo dakika 15 ako Italy mkutano wa wachawi. 40 minutes amerudi kwake. Ongoro tete noge didi mko. Wanatufanya mpaka viti. Yes. Imagine unakaliwa. Akienda kuthi msemani wakago ikara wetu ikagari yako. Rusini ugiokira. Unokira ndogeteta kindu kingi. Uliambuka kama umechoka. Umameso ni Italy. Kama uko hapa na umeamka leo kama umechoka, umewahi kuota unapepea hivi? Ate niko katika hewa. Nilikuwa nimeenda wapi? Asubuhi unaamka kama umechoka. Umatanganyika msema ni warogi. Na anakuweka pale nje. Ati gari yako eha. Eha na nako tikoke ruma. Wewe ya mrogi. Anatoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo anatufanyisha kazi. Wanachukua roho zetu. Yangu hawezi chukua. Yako hawezi chukua. Kwa jina la Yesu. Yes. Na kama wamechukua, tumewaamuliza sasa wakuachilie. Kwa jina la Yesu. Yes. Nikiwa mwigu akawe igoko, ndirege dole igoko. Yes. Noge kona misemani ni kuduralia, utakomenya. Hivyo ndivyo mbinu ambayo huwa wanatumia. Bwana Yesu asifiwe. Washindwe wote kwa jina la Yesu. Hii ati wewe matakaya ya mundu. Wewe matakaya ya mundu. Anakalia mpaka mosquito. Imagine kwa shule si gorefu. Imagine mtu akikelea robagi. Na naenda mpaka Kampala. Siku moja niliwaambia, kuna viongozi hapa niliambia, nilishangaa. Siku moja Mungu akanifungua macho. Akanigonga akaniambia kuja. Akanilete hapa. Bwana asifiwe. Amen. Akanionyesha watu. Na ninaongea kuhusu watu wa kijiji yetu mahali nimezaliwa. Nimewaona wako wapi? Hapa. Wako wapi kwa mlango? Na mimi niko kwa mlango. Mungu akaniambia, "Hebu geuka uangalie pale nyuma nini iko." Nikaangalia. Wakakuja wakatoka, wakaenda pale. Kile kilinishangaza ni kukuta ya kwamba pale wameifanya parking. Wameifanya parking. Kitu ya kwanza ilikuwa bata kiengei. Nikaona mtu wa familia moja amekalia bata kiengei, ameifanya hivi, napiga kiki mara ya pili, mara tatu ikaguruma, ndio hiyo ikapaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawaambia hapi walikuwa wamekuja kuangalia hapa. Sasa nimepigana na wao sana. Huo mwingine akakalia mbuzi. Mwingine akona hiyo mnasikia uteo. Wameifanya hapa. Nilikuja hapa nikamwambia. Yes. Wakatoka hapa, Mungu akanishika mkono paka Juja pale kwa bridge. Walitua wapi? Hapo. Mungu akaniambia, hebu angalia, hapa ni ndugu yako ametegwa hapa. Usipomwambia siende hiyo safari anaenda, atakufia wapi? Hapo. Kumpigia simu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaniambia tunaenda Nyeri na mke wangu, kuna mazishi iko huko. Nikamwambia mkienda, hamtarudi. Hamtarudi. Maana niliona mpaka vile gari yao ilifanya.
ilienda ikaroga wanajeshi na ikaroga ikawamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wenye kufanya hivyo walikuwa na uteo na kifagio ndio wamekalia. Ndio gari zao. Wewe niwe utali nota huku. Ni wewe hauna hekima. Yes. Wachawi wanajua gari zao za usafiri. Hata Biblia inawatambua na inawaita wale watu ambao wanatembea kama ndege usiku. Biblia maandiko inasema kama wewe ni gari ya mtu kuanzia saa hii tunakuruta. Kwa jina la Yesu wamekuweka. Mungu akuondoe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usicheke na watu ni mabaya. Yes. Haya tukimalizia tuko basi. Lakini Daudi akamwambia Sauli, utumishi wako amekuwa akichunga kondoo wa baba yake. Wakati simba au dubu alikuja na kuchukua kondoo kutoka kundi, nilifuatia nikampiga na nikampokonya kondoo kwenye kichwa chake. Aliponigeukia nilimkamata mwenye nywele zake nikampiga na kumuua. Ameanza kuhadithia. Mimi hata ukiniona ninapiganaga vita. Yes. Ninaangaliaga kondoo za baba. Na wakati simba na dubu wamekuja, huwa na wafieka na waondoa kwa maisha yangu. Yes. Na wanarua kinywa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadikilia mwanake ni kuhadithi, anahadithi. Amen. Amen. Ni kuhadithi anafanya nini? Anahadithia. 36. Mtumishi wako ameshaua simba na dubu pia. Huyu Mfilisti asiyetahiriwa yani analeka pi. Makiona kirema Daudi anaona kipi. Atakuwa kama mmoja wa hao kwa sababu ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Yes. Kwanza hiyo ndio shida kubwa hapa Daudi yako nayo. Ndio. Yaani hawa ni wanajeshi wa Mungu. Yes. Na wanatukana na mchawi. Hii lazima ifike mwisho. Yes. Si ukasirike. Lazima kieleweke. Lazima kieleweke. Yes. Hata wewe kasirika. Yes. Na uambie mchawi wa kwenu. Yes. Hamtatukanwa tena. Kwa jina la Yesu. Yaani si Mungu akupe ujasiri. Amen. Mungu awape ujasiri wapendwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Haya. Tuko at 7. Bwana ambaye aliniokoa toka katika makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa kutoka mikononi ya huyu Mfilisti. Kuwa na ujasiri. Amen. Kuwa na ujasiri. Kuwa na ujasiri. Amen. Kuwa na nini? Ujasiri. Kuwa na ujasiri. Nani huyo amezuilia maisha yako kusema ukweli? Sio mchawi wa kweli, Mungu amzime. Kwa jina la Yesu. Si wazee wafunguliwe. Kwa jina la Yesu. Wapate mali mingi. Kwa jina la Yesu. Natabiria wazee wa madhabahu hii. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Wale wako hapa na wale hawakukuja. Kuanzia siku ya leo. Mipaka iliyofungwa nimeifungua. Mahali miguu haijafika. Ianze kufika sasa. Wamama. Mwanza kupokea. Amina. Kile hamungepokea. Kile hamungevaa. Mwanza kupokea. Mwanza kuvaa. Kwa jina la Yesu. Kile mutagira arugire mariko-ine manyu. Jini unaweza kaa kwa kitchen. Wero waikara riko. Nono musere ndego na mboco. Tunazirire kwa kuliko. Kuna makabe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumerani hiyo roho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Siku moja utapinduka hiyo kwa firiji. Amen. Wira mwathani ni mano wagirire. Nema. Wira muabiria kuina wiboro gosi. Yes. Ukiangalia hiyo firiji. Unajua waweza kuwa unauliza ikoragwo ihana atia? Ati jua ni ruru maga. Unajua anaweza kuwa hata hujaiona. Yes. Kana umeonagira duka-ini wathi kugura soda. Ego. Ipokee kwa jina la Yesu. Ipokee kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Wanalika watainuliwa. Amina. Kwa jina la Yesu. Watakuwa wanalika matajiri. Amen. Yaani Rehobothi wanalika watakuwa wanaingia hapa na magari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanalika haijalishi. Yes. Yale mnapitia. Lakini mtaingia kwa yandi na kununua gari. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bora mkubali kulipa nini? Gharama. Ukikubali kulipa gharama. Ndio. Ukikubali kupenda Mungu. Ndio. Ukikubali kupenda Mungu na roho yako. Yes. Hata kuacha bure. Amen. Hata kuacha bure. Haya. 54 inasemaje?
ama 48 ndio tumalizie. Yule Mfilisti aliposongea karibu ili kumsabulia Daudi, Daudi akaenda mbio kuelekea safu ya vita kukutana naye. Daudi akatia mkononi mwake mfuko na kuchukua jiwe, alirusha kwa kopeo, nalo likampiga yule Mfilisti kwenye paji la uso. Lile jiwe likaingia kipajini mwa uso, akaanguka chini kifudifudi. Imagine mchawi wa kwenu. Yes. Imagine mchawi wa kwenu. Ndio. Ukirusha tu kamawe katika ulimwengu wa kiroho. Acha niwaambie. Sio huwezi enda kupigana na yeye. Lakini unajua mchawi wa kwenu ni nani? Yes. Ni wewe ndio kurogaga. Yes. Ni wewe ndio urogetea ndo wanyu. Yes. Ingia katika rohoni. Yes. Chukua hiyo kitu. Ndio. Uanze kupiga mara ya kwanza. Yes. Mara ya pili. Ndio. Ya tatu ukiachilia. Ndio kaigwa kwenda kwenda masakaya. Amina. Yes. Utasikia mahali kuna matanga. Amen. Umenye ni urutete wili. Amen. Tutiriwaga hadharani. Tunapigana sirini. Amen. Yesu alikuwa anaenda mlimani usiku, mchana anakuja anainua mikono, miujiza inatendeka. Amina. Mungu akupatie hiyo hekima. Amen. Na afungue njia zenu. Amen. Afungue milango yenu. Amen. Waliosimama wazuilie. Yes. Mungu awanyamazishe. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumefika wapi? Tuko 50. Basi Daudi akamshinda huyo Mfilisti kwa kopeo na jiwe. Imagine. Kanyamukani ni kango na kahiga laka. Kahiga kamwe. Kamawe kamoja. Brava taradi kwa 21. Hapana. Hauhitaji 21 days. Hapana. Unahitaji siku moja. Tu. Useme kuanzia 6 mpaka 6. Yes. Lazima nisikie ripoti. Amen. Nikalewe tena ile keu. Ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kunyamazishwa. Amen. Wamekunyamazisha ya kutosha. Yes. Lakini kuanzia leo, yes, hao wachawi ndio wakuachilie. Kwa jina la Yesu. Daudi akamkimbiza na kusimama juu yake, akaushika upanga huyo Mfilisti na kuvuta toka kwenye ara yake. Baada ya kumuua, akakata kichwa chake kwa ule upanga. Amuragire na ruhiyo wake. Tumeamulisha uchawi wao. Yes. Iwamalize wenyewe kwa wenyewe. Tumewaamulisha leo. Oh, yes. Kwa jina la Yesu. Kama vile wa Amoni na wa Moabi waliuana wenyewe wakati wa Jehoshafati. Leo vikirelia. Wachawi wa kwenu kijiji wanazunguka usiku wakiwa uchi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Wanazunguka usiku wakiwa uchi. Mabelia koroga na wenyewe. Tumeamuliza wachawi. Tumeamuliza wachawi. Majina ya Yesu. Mchawi. Yes. Aingie kwa mchawi mwenzake. Majina ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Na waanze kurogana wenyewe kwa wenyewe. Na hiyo kuzima. Waanze kurogana wenyewe kwa wenyewe. Tunatoka roho mberu. Nasema tumetuma Roho Mtakatifu aingie kwa kila mchawi aliyeroga nyumba yenu. Hao wachawi wote waweze kurogana wenyewe kwa wenyewe. Yaani mbona vyokeleo tuko? Angalia kwa sababu morogi mwenzake abia kumroga. Bwana Yesu asifiwe. Mbona vyokeleo tuko? Abia kuroga nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunogimie. Wametuchokesha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wamefanya nini? Wametuchokesha. Tumechoka. Hata sisi tumechoka na uchawi wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Psalm 69 tutamalizia hapo. Psalm 69 inasemaje? 69. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matikiuragana wenyewe kwa wenyewe. Kama Goliath aliuliwa na upanga wake, hata mchawi akufe kwa uchawi wake. Kwa uchawi wake. Tumekataa kuzuiliwa na mapepo ya watu. Kwa jina la Yesu. Inasemaje? Meza Zaburi 69 verse 22. Meza iliyoandaliwa mbele yao ndio na iwe mtego. Hiyo hapo inasemaje ya Gikuyu? 69 verse 22. Inasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati nini?
meza iliyoandaliwa mbele yao na iwe mtego. Bwana Yesu asifiwe. Nayo iwe upatilizo na tanzi. Atinamalizia thigũkũ ciao iria theru irotuĩka mũthiro wao. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanapigana na wewe, wale ambao wanakaa vikao wakalia watoto wako, walete laana kwa familia. Unajua laana inaibizagwa na mtu mmoja. Mtu mmoja anaenda anaingia kwa mganga ama kwa mchawi, hiyo familia inalaaniwa. Sababu mahali Mungu ametoka amefukuzwa, inakuanga hakuna Mungu. Sasa hapo shetani anaweza kuingia kila mahali. Ukakoranga shetani haraka ma bedroom, no athie kwa ciana, hakuna mahali hawezi lala. Anaona mpaka chini ya kitanda, yani ende kuweka sama sote kama ikagira mwĩũrĩre. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni mtu anaingiza hiyo roho kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Washindwe kwa jina la Yesu. Maruga mao maroma nyitia. Tunaiga maruga mao maroma nyitia. Bwana Yesu asifiwe. Macho yao yatiwe giza ili wasiweze kuona. Ati Maroaga kuona. Matuike itumumu. Tumewapiga na upofu. Nasema tumewapiga na upofu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni Yesu. Nasema tumewapiga na upofu kwa jina la Yesu. Maruga mao maroma nyitia. Vikao vyao viwakamate wenyewe. Hata kama wamekaa wapi, iwe wameenda wapi, wale wamebadilisha nyota yako. Kirege na mahagerete Gaibi twara tono mategore na matiamukire. Wewe wao Roma nina wenyewe. Tunasema upanga wao kuwamalize wenyewe. Jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema upanga waliokuwa wameandaa juu yako na familia yako iwakate kichwa yao katika jina la Yesu. Inasemaje? Marathiaga mahocereire ni uria migongo yao yagite hinya. Ni uria migongo yao yagite hinya. Inasemaje? Nayo migongo yao inamishwe daima. Bwana Yesu asifiwe. Marathiaga atia ndio waamini wabebe madeni yako kwa jina la Yesu. Wabebe magonjwa yako kwa jina la Yesu. Wabebe madharau kwa jina la Yesu. Wabebe madeni